Hallelujah. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwanangu hai. Good morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Watu wote ulimwenguni kote, hususan pia watu wenzetu hapa katika taifa letu la Tanzania, ni washukuru tena sana kwa ajili ya kuendelea kuomba, na wale watumishi wote mlioamua kuingia kwenye maombi, Mungu awabariki sana. Nami nimeitisha maombi ghafla kama nilivyosema kwamba tumeanza maombi kwa upya tena. Kwa hiyo nikiwa katika kuendelea na maombi, Mungu amenipa neema tena ya kuja mbele zako kusema na wewe kile ambacho Mungu anasema. Sasa hivi kila kitu Mungu anaponena nami kwa haraka zaidi na kileta kwenu, ili waombaji wanapokisikia kiweze kufanyiwa kazi kwa haraka. Mimi nifanyeni kuwa dila, niwe muonaji ambaye nikiona jambo nikilileta basi tuungane kuomba. Maana Biblia inasema Musa alipokuwa akiomba na mikono yake ikiinuka, Israeli ilishinda juu ya maadui zao. Kwa hiyo peke yangu napotaja na kunena, Mungu analeta neema na baraka, ili waombaji mnapozidi kuomba, mikono ya watumishi wa Mungu inazidi kuinuka, na sisi tunaendelea kupata ushindi dhidi ya adui zetu. Neno ambalo Bwana amenipa wakati nikiwa katika kuendelea na maombi yetu hapa, ni katika kitabu cha Zaburi sura ya 75, ule mstari wa pili. Nitasoma mstari wa pili, lakini mstari wa kwanza nishangaa tu, Roho wa Bwana anasema nami kwamba soma tu mstari wa kwanza. Nikasikia, Mungu, twakushukuru. Twakushukuru kwa kuwa jina lako ni li karibu. Watu huyasimulia matendo yako ya ajabu. Nisikia kabisa, Mungu twakushukuru. Sasa wakati naomba nasema, Mungu, katika hali kama hii ambayo niko katika moyo wa kuugua na maumivu makubwa sana, lakini unaniambia nikushukuru. Katika hali ambayo watu wako kwenye hali ngumu, unaniambia nikushukuru. Nikasikia kabisa kwamba ni umshukuru, tushukuru Mungu. Umshukuru Mungu kwa kuwa jina lake li karibu. Akaniambia nishukuru kwa sababu jina langu liko karibu sana kutukuzwa. Jina langu li karibu. Kwa hali ya kawaida unaweza kuona niko mbali, lakini niko karibu sana. Jina lako li karibu. Watu huyasimulia matendo ya ajabu. Mstari wa pili ambao ndo pointi kubwa, sema nitakapoufikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu ya haki. Nitakapoufikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu ya haki. Kwa Mungu akaniambia wakati ulioamriwa ni wangu. Sifanyi hukumu ya haki kwa sababu ya chochote. Nitaka kusema nanyi kama watumishi wangu kwamba haya yote mliona, ninasubiri wakati wangu ulioamriwa, ndipo nitafanya hukumu ya haki. Kwa hiyo anasema mstari wa pili, nitakapoufikia wakati ulioamriwa, mimi nitafanya hukumu ya haki. Na mstari wa 10 inasema kwamba pembe zote za wasio haki nitazikata, na pembe za wenye haki nitaziinua. Pembe zote za wasio haki, pembe manake utawala, pembe manake mamlaka, pembe manake authority, pembe manake tawala. Anasema pembe zote za wasio haki nitazikata, na pembe za wenye haki zitainuka. Lakini nikashangaa tu kwa kukupitisha tu kidogo, ile inasema mstari wa 4, naliwaambia waliojivuna wasijivune, na wasio haki msiinue pembe. Umeona? Anasema naliwaambia waliojivuna msijivune, na wasio haki msiinue pembe, manake msiinue utawala. Sasa haya yote nayazungumza in a very parable, katika lugha ya kiroho zaidi. Mungu akaniambia, anasema naliwaambia wasio haki wasijivune. Katika hali ya huzuni, machozi na mamlaka na wengine na tawala za dunia na wenye kutawala wakiwa kimya kabisa, hawaneni chochote, Watanzania wanalia, wanaumia, machozi, mioyo, wengine wanaenda mbali, ni kama Mungu amenyamaza. Mungu amesema nami kwamba waambie wasio haki wasijivune, na wala wasiinue pembe zao.
wasiinue pembe zao. Anasema kwa wakati wake ulioamriwa atahukumu ya haki. Na akasema kwamba pembe za wasio haki zitakatwa na pembe za mwenye haki zitainuka. Kwa hiyo nataka nikutie moyo, kama nilivyosema muda mfupi uliopita au siku chache hizi, kwamba Jumapili tutakuwa na maombi mazuri na ambayo maelekezo maalum, wanafamilia wote, Wakristo wote. Itakuwa ni ibada ya kuomba, kuliombea taifa. Kwa hiyo ninaomba sana Jumapili ya tarehe 9, si tu wana Omega au Wakristo tu hapa Tanzania. Naomba niitishe kama nilivyoitisha ibada ya tarehe 19 mwezi wa 10, niliitisha mbiu ya maombi nchi nzima, kwamba tuombe na tuanze mfungo wa siku 10. Tulianza tarehe 20. Niliitisha tarehe 19 nilipokuwa nimetoka mlimani. Roho wa Mungu alinisemesha kwamba itisha mbiu ya maombi nchi nzima, Tanzania nzima, bila kujali dhehebu, dini au asiye na dini, mpagani, bila kujali imani ya mtu, dhehebu, tofauti zetu za kiimani, za kiitikadi au chochote. Hata asiyejua maana ya Mungu aingie kwenye maombi kama kuliombea taifa. Kwa hiyo na sasa tena ninaitisha hii mbiu ya maombi tarehe 9. Ninaomba Watanzania wote sasa, baada ya kupewa hili neno kwamba Watanzania wote tuingie kwenye maombi. Tutakuwa na maombi ya kitaifa ya kuombea Tanzania, na maombi haya, prayer point yetu kubwa itakuwa ni maombi ya rehema, toba kwa ajili ya taifa na damu za wenzetu zilizomwagika, watoto wetu, wengine wa mama, wengine watoto wadogo, wengine walipigwa risasi bila makosa. Kwa hiyo tutakuwa, Daniel anasema kwenye Daniel sura ya 9, anasema wote tumetenda dhambi, tumekosea, hatukuyashika wala kuyasikia mausia ya watumishi wako manabii waliosema na baba zetu na wafalme. Kwa hiyo taifa likaingia katika ukiwa. Kwa hiyo ninaomba kabisa kwa unyenyekevu mkubwa, madhehebu yote, imani zote, iwe ni dini za Kristo, Waislamu, wa Sabato, wa Roman, wote, KKT, Lutheran, wote wasio na dini, Wabuza, wote, Jumapili hii ya tarehe 9 tuwe kwenye maombi wote. Wanaosali Jumapili wafanye maombi Jumapili, wanaosali Jumamosi wafanye maombi Jumamosi, wanaosali Ijumaa wafanye maombi Ijumaa. Ni maombi ya toba juu ya kutakasa ardhi ya taifa letu, ardhi ya Tanzania, kufuta damu Yesu Kristo, damu yake itakase ardhi yetu. Tumuombe Mungu rehema ili nchi isiwe shaba, ili nchi istawi, ili Mungu arudishe moyo katika taifa letu, amani irudi. Kama Yesu alivyosema, amani ni wapayo, si kama wawapayo ulimwengu. Amani ni wapayo, ni amani ya kudumu milele. Kwa hiyo ile amani, Biblia inasema amani ni wapayo mimi, si kama wapayo ulimwengu huu. Nimewaganga mioyo. Kwa hiyo tuombe Mungu amani, tuombe Mungu utakaso, tuombe Mungu wale ambao wengine familia zilizopata madhara, zilizofiwa watoto wao, wengine wameunguliwa mali zao, wengine wameharibikiwa vitu, wengine wapendwa wao, wengine wamepata hasara, wengine wameibiwa. Kuna damage kubwa, mioyo imepasuka, mioyo imekata tamaa, taifa limegawanyika, limepasuka. Kwa hiyo ninaitisha maombi kwamba Tanzania yetu, umoja wetu, ushirikiano wetu, undugu wetu, tusiangalie tena watawala, ila tuangalie sisi jina la Yesu Kristo. Tumwangalie Mungu aliyeliweka taifa hili kuwa Tanzania hivi ilivyo. Ndio huyo tumwelekee yeye na tumuombe yeye. Kwa hiyo ni wito wangu, Tanzania wote, tarehe 9 mwezi wa 11 siku ya Jumapili, Mbezi Beach Africana, tutakuwa na maombi. Lakini faraja yangu ndio hii niliyotoa Zaburi 75 mstari wa 1, mstari wa 2, mstari wa 10 na mstari wa 4. Mungu ibariki Tanzania. Mungu rudisha tumaini kwa Tanzania. Mungu usituondolee Roho wako Mtakatifu katika anga letu la Tanzania. Mungu achilia faraja kubwa kwa Watanzania. Mungu achilia neema. Mungu achilia utulivu. Mungu achilia uponyaji, ganga mioyo na uponyaji juu ya Watanzania wote. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, natamka baraka, natamka upenyo, natamka amani, natamka faraja. Damu ya Yesu Kristo
damu ya Yesu Kristo, kila makafara yaliyokunywa damu, kila damu zilizomwagika za watoto wetu, ardhi iliyokunywa damu, Baba naitakasa ardhi ya Tanzania, natakasa anga la Tanzania, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. God bless you. Thank you in Jesus name. Amen. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani.